Asante sana miongoni mwa Bwana awabariki, maana abarikiwe. Tulisikia walishukuru Mungu kuwa kuna karama ambayo walikuwa wanaikumbuka. Mzee wengine wanataka kuongea kwa wazazi. Kuna siku alikuwa anaenda kiti cha mashabiki. Sababu ni kutoka zaidi. Kanisa la Mikabuka mengi ni kanisa la kiroho. Sasa hilo hakuna mtu anasikia naye. Ukisimama mbele ya hiyo sio jinsi atakavyokueleza. Sio ndio tunasema ni tafsiri. Na kile ambacho Bwana ametupa tupate kufunguka. Wakati tunamaliza niambia ya kwa kuja kuendelea. Haleluya. Haleluya. Hapo Mungu akisema mpenda Mungu Baba. Yesu anataka akufundishe kwa anakufunza au kupatia daktari. Akitaka anakufunza ndio kupatia ubao. Kalijia kanisa inabidi kama hao mwenyewe kwa kuingia. Hakuna mahali pa kufika kumzidia kitu kama kufunza. Hao ndio wanapote ulipo yeye anakufundisha. Kuna wazazi wanaotuambia tupe watoto malezi mazuri. Labda tunasahau hiyo. Tunasahau kupatia mtoto malezi. Ni kama kutengeneza funguo bandia na kuweka totoroni. Kiongozi wa kucheka katika roho. Bila kupatia malezi mazuri. Kutengenezea funguo bandia. Ya bandia kupeleka huko elimu. Nimesema kwamba hakuna mahali pa kufika na asifunze. Unaweza kuomba lakini akitaka kuomba tena. Basi hiyo ndio tunapitia tu. Kuna baba mmoja alitajirika mambo yakaenda vizuri. Acha tukiruhusu Mungu. Hakuna swala ya kishauri wa kiume. Kwa hiyo uchumi na kubosa ngaje kulango. Hapo mtatia milioni 10 na kubosa ile kutafuta biashara. Acha mama kwa aliika wajamaa wote kutoka hasa na gari lilikuta limesimama hapa sura ya utahabiyo uchumi zile. Alirudi nyumbani leo kuja yake kumaliza. Wazazi wakifika mahali mtoto kuombewa lakini chini katokea nasema kwamba pia ni waombee. Sasa tukifika mzigo wa mwingine hiyo si rahisi. Na sisi wewe Yesu ashimcha. Eka sori tawo chayo. Nasoma kitabu cha Ayubu. Sori cha chumcheka. Sura yake ni 19. 25 na 26. Usome arabisoma na kusudi kitabu cha yeye cha 3. Msomaji tumungi cha Danieli sura ya 3. Utoko wa chumi kwa chumi kwa mstari wa 17 18. Karibu kwa sherehe. Yobu 9:20
n'icyenda mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na gatatu haranditswe ngo ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ari kandi ko ku iherezo azohagarara mu isi kandi ukuba kwanje igwama nzora Imana isubiri. Daniyeli icyicaro cya gatatu umurongo wa cumi wa cumi n'umunani turasoma mu izindi ngeso haranditswe ngo asanga avuye mu isi Imana yacu dusabye ishobora kudukiza kuri iyo kimwe n'ibintu kandi yomba kudukiza ubwoko bwawe mugenzi ariko naho turagukiza umenye mugenzi kuko tubisaba Imana zawe cyane dusenge icyo gishushanyo cyiza uhagaze neno ambalo tunazungumzia ni hili aliye moyo wako basi naye mkombozi. Umutima wa umucunguzi wanje ariho ambia moyo wako basi mkombozi wako yupo. Nakubwira umutima wawe ninakwambia kwambie moyo wako ubwira ati hukumura ambie moyo wako ubwira ati rema pole sana ubwira ati rema ambie pole ubwira ati hukumura ambie pole kweli umucunguzi wanje basi mkombozi wako yupo. Sababu wako asili yake ni hii ndio waosha moyo atakayopitia ndio waona byose atakayoona umutima wa ambia moyo wako umucunguzi wanje mkombozi wako yupo katika umusume na pili sikuweka atajitokeza. Umutima wawe ambia moyo wako ubwire ngo ambia kwamba afisi umucunguzi naye mkombozi siku moja atajitokeza. Ukijua siku chako cha kutuona kama wanaweza kuanzia alikuwa umpengo usikia kwamba mkombozi wako yupo. Nakubwira umucunguzi wawe mkombozi wako yupo. Kandi umusume na siku moja atazihirika. Yesu ashimwe sana. Uyu musavyi w'Imana yowe ndikushamu Ayubu acha mu twese tu aidia kwa mambo ambayo tunayajua. Ubuzima bwako maisha yako mazito nachompenda Mungu ni hiki. Ndio sababu nakwambia mwambie moyo wako usikie Afrika wote. Alipokuja wewe kila kwambia ni wewe. Hivi atakuja kwa kwako. Sio kuenda kwako. Sio kama takina tanbio. Hivi atakuja kwa kwako. Sio tu ya kuenda kwako. Sio ya baragumu wewe. Sio tu atoki hata kitwana wewe. Chimba wewe akitako. Wewe ni maana wewe kwako. Kuna mwanaume anakuwa yuko mzaliwa aliyezaliwa kwa mtoto wa mume kama 20 alikuwa lakini anayekosa kwa hana sifa kawaida hawezi kuendelea na mtu pale kumsaidia lakini mkombozi wake yeye anakuambia basi wewe unapata kumbe wewe wewe basi farijika ndio pamoja na wewe wala sikuweza wala sikiwe wewe kama mwaminifu ikampendeza Mungu mbinguni. Satani inakuwa ibilisi akawa na hasira. Satani wanakuwa kwa hiyo ibilisi alizikishwa na Ayubu kwenye haki. Lakini akamwomba Mungu. Mungu anapendezwa naye. Ndiye anapenda. Lakini sasa Ayubu inayo mkononi
wewe unaweza kwenye moyo wake. Ayubu aliyekuwa mazito, alikosa kuwa kiume na wa kike, alikosa punda pamoja na ng'ombe, mwili wake ukaumizwa, acha kabogo mfikia. Ndugu yangu, nisikia watu wanashukuru kwa kazi tunawafikia. Kuna mtu anapofikia, unakosa mtu wa kufikia. Basi usikate tamaa. Wacha kusema pekabuna iacha haya mbele. Kuna wakati inakuacha wewe unakuwa upeke. Ndugu zake na Ayubu aliyekuja wote kuletea awaone, alileta kisu ya kupiga. Siku moja alisema ya kwamba nenda mbele yao nikitafuta Mungu hayupo, nikienda kushoto hayupo. Ayubu alifikia kwa leo ni likizo, lakini alikosa. Ayubu akujua kama Mungu kama ndio ndio akakosa. Kwa hiyo ndio kusamehe ndio. Ayubu anaahidi Mungu, lakini Ayubu alitoka akakosa. Ayubu alikosa. Lakini Yesu anatisha. Anatisha kuja jamani anaonyesha kwenda Martha. Lazaro akakuwa anarudia kwa yeye chichi. Lazaro aliondoka kama yeye mgonjwa, yeye akakaa kimya. Lazaro akatiwa mgenzi wake yeye. Akamwambia yule jamaa yako yuko wapi? Sijui tulisema kwamba mnafiki nataka weze yote. Alimwambia kama Lazaro ameshakufa akaa kimya. Lakini kwa siku ya 4 tunaye mkombozi. Kizuri chake mbele ya watu wetu huyo asheroka ashize kumfanya Lazaro hapo nikabili Lazaro. Martha alimwambia wapi mtoto wangu? Ungekuwa hapa huyo hangefariki. Lakini sasa hakuna kitu ambacho kinakuleta. Kwa siku 4 tayari ameoza. Lakini mkombozi akasema basi mahala nilipofika hata kama umekufa hiyo kukesa shingo chako hiyo akachanganyikiwa. Ayubu akachanganyikiwa. Basi ndugu zake hawakumfariji na mke wake naye akachanganyikiwa. Yesu akusaidie hata uchanganyikiwe. Basi unaye mkombozi. Ingawa unaweza kuchanganyikiwa na watu wanachanganyikiwa, unaye mkombozi. Huyu mama alisema vizuri. Kuna vitu wameonyeshwa wakaogopa kunaambia, lakini wanasijua kwa kupata kuomba. Wakati mpowadia mkombozi akitokeza, wanasifiwe sana. Ayo nasema mkombozi yangu hasa kwa umeshakuoza. Na ni kweli umeshakuoza. Akasema vile vya kweli Mungu mchunguzi wako mkombozi wako ikiwa na mwili hawa naye aliremesha
akifariki. Haya yote ambayo yamepitia, ukombozi wake atajitokeza. Wapinganizi wangu kaa kimya. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Amina. Anapeleka mambo mazito. Basi Penina anasema nimeanza kimya, huna neno hapa. Acha mimi mbali nazaa wapate kusema. Lakini anasema naye mdogo siku moja ataniletea kesi nzuri. Akapata mashiro alitaka mzee Eli alipomchunguza kwa macho ya mwili, utalewa mpaka lini? Lakini akamwambia mimi sikunywa, lakini namimina machozi yangu mbele ya mkombozi wangu. Eli akamwambia, Baba akupe haja ya moyo wako. Asiyo mkombozi wako, akupe haja ya moyo wako. Alipoulizwa mtoto mmoja, mtoto akawa na neno, akawa na neno, akasema ya kwamba yeye alikuwa sasa anazaa 7. Aambia kinaona ya kwamba Penina akiwa ndani, basi baki kimya na mseme mkombozi wangu amenipa neno. Anapokupa neno, ndio unasema akikupa neno unakula. Neno dosia yako inakubaliwa. Kama mkombozi unakuja, inajulikana. Yesu ashukuriwe sana. Kwa sio wako. Bayana ambayo yapitia. Kuna mkombozi. Mkombozi unataka leo. Ni wachache kwa wanasimama. Kuna watu wanatembea tu na jina. Lakini shamba la kuisha kutengenezwa. Watu wote wapiga magoti wakiomba salamu. Wadogo kwa wakubwa. Abakuru b'ingabo n'abakuru b'polisi wakora kwenye askari jeshi na kwa wakuu wa askari polisi wakapiga magoti, lakini vijana watatu wakuja mbele ya mfalme Nebukadneza. Si hata mfalme wa wafalme, mfalme Nebukadneza mfalme akamwambia nataka kuishi leo natambia nikiheshimu utawala wa kichawi kipewa majazi tunachagua lakini kiendelea kwa kutoka kwa Mungu wangu, basi tunajiandaa kila kitu kitokee hicho. Na tena
Utanipeleka sijui katika gereza ambayo sijui. Yes, sijui. Na mtu anatoka siku hii. Lakini hiyo inatosha. Kufa kama mwanaume katika imani. Yakwiye ile zaidi kufa kama mwanaume katika imani. Bwana mfalme akawaambia, uliona moto, basi tunamkipiga makoti, mtaenda salama. Sasa kuna hiyo Mungu unataka kutoka tena leo kabisa mtu ya Nebukadneza baada ya kujua ni kwa uchungu akitoka kama mkombozi hiyo zilikuwa watu ambaye mtosha watu katika moto nao vijana hawakuwahi kuisikia, lakini mwambia mzee, kama ni hivyo hiyo haizuru kitu. Lakini sasa maelezo nao uchunguzi kufisurusha tu hata mkombozi tunaotuokoa katika moto nao ndani kusakato hata Bwana tunaotuokoa hicho ni shushanua hata hiyo dhambi iliyosimamisha hatuabudu hiyo na tukusema hatutaabudu nami leo kanisa haraka hasira iko anakuwa akasema watukuta katika Mungu tumia gani moto tumalama tumia kama malama kama mchungu nasiona mkosa mulio baada basi mfalme Nebukadneza asomesha moyo wake, wanakuta wameweka sasa sina yote leo tunakuambia ndani wanaume watatu anakupiga ndio hivyo ni akubwa hiyo mheshimiwa wanaona kama wanne hao ndio waili kama mlimo pete yao washaimo na washaimo kwa fungu kigereseko cha juu bila kane bali uchungu zikondose bila kane bali uchungu zikondose alisimama ndani ya moto na kizima moto basi pole basi kuna mwokozi bali jinga na mwokozi nini hapo kidogo kama unaona sema unataka kufundisha mtu unafundisha nini ni mtu wapi hapa katika anga hii ambayo tunatengeneza ile tunaona kufundisha tunasema sasa tunasikia sababu mtu Design gani kusiamulia hiyo kwa nchi hii? Ni katika baraza la bunge ama kwa mkuu wa nchi. Na tembea sio simamii. Kichagua sijue marefu sijue. Hebu hizo kama matumizi.
Lakini sasa nampenda huyu Bwana. Ninampenda Bwana. Hakuna mahali kufika na sikufungi. 2015 hakuna hivi. Hakuna baraza ya ajabu kwa mimi sitikii. Lakini mwaka wa 2025 hizo tunaona kabisa. Nilikuwa napanga nyumba, ndiye alikuwa anafanya hiyo. Nilitoka ndani kwa nilikuwa na hiyo kwa sababu sasa tusaidie. Nitafutie mtu kuishi ndani kwa sababu akasema yule mtu analeta sote kumwambia. Lakini tutaipangisha. Tutakumbusha pesa zake. Hata leo sijapata pesa. Nikaanza kujiuliza. Nilipigana na Mungu na kutumainia. Tufikiri katiba ya taifa kuwepo. Baada ya kutumainia mtumishi. Lakini hawawezi kuambia mpaka ndani mlete. Lakini kwa mkosi. Hii sasa inafikia sawa. Na pia inaelewa. Kuna miaka 2 mwaka wa 2024 na 2025 sitasahau ni mwaka ambao nilijifunza hiyo sana. Katika mwezi wa pili moto ulilipuka katika nyumba moja ya shida. Ndio tunashukuru sana tunataka kuwachoma kwa moto. Mungu atusaidie. Mwezi wa 3 kiwango mahali kwa kuchuzia wakapeleka siri kwa wiki moja kama nyingine, nayo pia wakapeleka kwa wiki 3. Mambo watu wakiuza wakaleta gari wakapakia nje wakapeleka. Tukatoka nyumba hii tukaenda kupanga kwa nyumba nyingine. Tulipofikia gari, tulipofika gari, alienda akiwa mjamzito. Mtoto alizaliwa kwa masaa 18 basi akafariki. Mama alikuwa kwa mahali anaishi. Mungu atusaidie. Yule anaweza paka kwake. Alikuwa anapatia bila vitu chini kwa yake. Lakini tunaenda kwa mazishi. Siku ya Jumamosi tunapata. Anataka sasa siku zinaisha nirudishe nyumba. Nipo kwenye kazi. Barua zinafanana zenye kufukuza ikatolewa. Lakini baba kakinga mkono. Nikaomba Mungu ape invitation. Ndio tukia mlimani nikakuja tukia Mungu. Lakini tunamkumbuka. Ila mwisho atajitokeza. Hata nimekufa. Hata nimesaulika. Lazima katika hiyo
nitaona mtu mlimani choke kama mhangaiko singi hiyo nikamkosa kama malengo niko nasema nikalala huko nikiomba nishamalini washamba watu na chui lakini sikuogopa Mungu atusaidie mchenyezi wangu basi mke wangu akachukua tena mimi mwambie kwa miezi kama hivi hapa hiyo katika hayo fika hapa kuna watu wanapiga simu basi kama nimeka hivyo tunachukua tena nyingine ndio tunaacha hospitali lakini tunakosa wakati na milima ya Burundi kuna kamatiki nijia kama milioni 1.5 nikapanda kwenye mlima wa Kilimanjaro Tanzania huko ndio mlima mrefu hapa Afrika basi itakuwa rahisi kukutana naye. Nilimaliza kwa siku 6 nenda rudia. Lakini hapo kule ambaye mtafutia alikuwa anajificha kidogo. Nikaenda mbele hayupo. Nikirudi nyuma hayupo. Lakini anachua njia zangu. Yeye atakachochea. Atakapoenda kumchochea. Nitatoka huko kwa hapo. Amina. Ndiko tasalana na mwanamke mchungu. Niko naomba Mungu nirudi hapa mbinguni. Nitoke wingi. Wakati mtasio kwenda Kirundo. Nikafanya mtihani wa Kiswahili mwezi wa 10/2024. Vitu nilifanya ni hiki. Mimi kama nachaguliwa kufanya mtihani nilikuwa nikiweza. Maana pote nilikuwa mtihani. Lakini wakati huyo nikafanya kazi nikagota jibu nikakosa. Nikapanda Kirundo. Nilibaki kwa gari hivi tu. Lakini sasa gari haikuruhusu. Mwaka ulipofika kuisha wa 2025 nikamwambia mkombozi sasa hivi tutafanya sirudi tena huko milimani, sirudi tena kupanda milimani, sitarudi milimani tena. Sijui jinsi ametengeneza mambo, sijui jinsi alivyotengeneza mambo, sijui jinsi alivyotengeneza. Tarehe 1 mwezi wa kwanza nikashuka kuvuruga. Anasikia. Nikasema hii moja inatokea. Mungu atusaidie. Sio jinsi iendeka. Mkombozi akaja. Alikuwa ananiambia kwamba basi hiyo itakomboa. Nampatia mtoto wa kiume. Huyu sasa amezaliwa. Na kwanza ichira ndio na mimi nilifanya mtihani mwaka wa 2024. Nikasaulika. Hata mimi nikasahau. Nikaanza mara pengine. Mwanzo wa mwezi wa 5. Nilisikia simu inapiga. Nikaitika. Ni wewe nikuruhusu. Sasa ni nini?
Je, unataka hiyo kazi? Ni kazi. Nikasema ndio. Sasa uje ukasema kumfunza. Sasa unasema aje? Tangu mwaka wa 2024 sasa kitu kimeshangaza wachungaji. Bwana nafasi yangu tangu mwaka huu hakuna hata ugonjwa aingia pale. Amen. Amen. Nikaanza kujiuliza. Kwa hiyo mwaka wa 2020 ilikuwa kuna jibu. Ndio nilifanya mtihani. Na pia nikaweza. Lakini katika mambo yote basi unaye mkombozi. Najiandaa kugira mtoto wote. Ndio kwa kupitia yote. Wewe na mkombozi. Hicho nakubia ni kitu kinakwambia ni hiki. Tunakuja hapa sote. Lakini siku ya kujaribiwa ni kwa mtu binafsi. Kuna siku walipatia presentation na tayari na mzika mtu wako. Basi kama hausimame utaanza kupiga ngumi. Amen. Kuna vitu ambavyo kujisifu. Unaweza kuona kuna mahali unafika, lakini hakuna mahali unafika ambapo Mungu hawezi kukushusha. Sote kwa tunayo. Unapatia milioni 5. Anasema ni wa ajabu zaidi. Kubariki na tunabariki watu ambao barikiwa kwa tunabariki watu ambao Mungu abariki hapo kale na wanatoka. Kuna watu ambao wanafikia hapa mtondogoro. Ona ndio tatizo. Jumapili na kuja saa 4. Lakini wakati alikuwa tukitafuta 11 mtondogoro apata yana kushawasili. Kwa kuwa amebariki. Saa 4 na wakuta mkubwa kwenye mlango. Lakini Mungu alilinda kusahau. Hawezi kulinda kusahau. Wewe unafikiri tumisho wako Patrick bahari ya mwili akizunguka pale. Wao baba wewe utapata boyo wa mwili nyumbani. Unasema mambo ajabu hivi. Basi shakani mama. Lakini kwa katika leo hii basi unaye mkombozi. Kwa yale yote utakayopitia. Kwa yale yote utakayoyaona. Kuna mkombozi. Atomchukua.
muda huo ukasababika kwa hiyo. Basi nikiona mkuu wa gavana lakini mchungaji basi nitawasalimu. Haleluya! Haleluya! Neno nasema ya kwamba naye ni mkombozi. Hakuna aweze kulipia. Haiwezekani hiyo. Swala tunayo imani. Tuize na kusema bora. Imani inatushinda. Na kumngojea ndio inatushinda. Lakini mkombozi hakuna ashinda wake tunasema hivyo. Makanisa ya Roho tunataka kumtafuta theology. Sio la kutafuta filosofi. Mahali ni kuwepo kwa nazo. Lakini hicho kuja kutafuta katika makanisa ya Roho ni uwezo wa Mungu. Hili ni kila kutafuta ni uwezo wa Mungu. Hapa katika mkoli. Mkoli wa kweli. Ambaye sema na yeye shamba. Ndio kutaka sina pesa. Ama jina ni mapafu. Anakwambia hicho fixe ninacho nitajaribu. Petro inakuja katika leo usengero hapo hayo ya saba kuna mtoto angeomba alipomuona alikuwa ni watu wanatakata kabisa kwa wao walionekana kama ni mabosi yule ambaye anaporoza alipoaona akasema watampa pesa basi akanyosha mkono akawaomba pesa aliko Petro lakini Petro nao walikuwa kwa pamoja akamwambia pesa hapo hakuna hivi tunapita mtu tunaye mkombozi leo hiyo anakuambia kwamba simama Acha kulipa cha kulipa watu wakikabula kamili wajue kama tuko watu wa kiroho. Na ndivyo ilikuwa hata kale. Hata watu wanaotoka ikafukwa kwa nchi wanajua hapa kamili ni watu wa kiroho. Toka katika mambo ndani. Tutafute mkombozi. Tutoe macho kwa wanadamu. Kuna mama mmoja anasema kunichekesha. Alipomaliza shule ya sekondari alikuwa ni mwalimu. Babake mdogo alikuwa ni gavana huko Makamba. Akasema nikibaki nyumbani huyo mtu nione. Basi akaenda kuishi kwake nyumbani. Aone kama anahitaji kazi. Aliona gavana anatoka leo na kesho. Unatoka kama mwishi unataka kama nimeza masomo siku moja akachukua ndoo ya maji akamwambia chukua
au akoroga. Alienda kwa gavana akimwambia anatoa kibali cha kuchukua kazi, lakini pesa alimpa, alipatia ndoo, tangu leo ndio utakuwa ghorofa hapa. Lakini siku moja akatoa macho kwa gavana, akatia kwa kiongozi jinsi anaanza kazi hiyo. Hata leo anaelewa ninaye kiongozi, tunaye kiongozi. Acha katika tamaa wale wakitaka kukuza kwenye wacha kutoa hiyo hamna, lakini kwa mwisho naye mkombozi anapofika basi kujitokeza. Utajifikia kwamba parcela ina bei kali. Wakati ilikuwa kwa $3 hapa tunakununua. Itakupatia ya kufikia basi vizuri tena. Hapo moja tuliicha, tukakaa, tunasema, tukaomba, tukamwambia mchungu, tukamwambia mkombozi. Jamaa mlitaka, aimanisha kutama. Walikuwa walimtosha ile mbaya. Vitu vyake wakafungania. Nenda wao tuongee kitu. Lakini tukakaa, tuko tunamwita Bwana. Tuko tunamwita mchungu kiongozi alisikia, akakuja akamwambia wewe mwanangu, basi naweza shida zako. Bila kutoa pesa hata moja. Sisi tulichanganyikiwa. Mbona ndakuwe parcel, nipatie parcel ili uchungura hapa mtungura. Bila kutoa hata pesa moja. Tulichanganyikiwa. Mtungura. Alikuwa kaa kimya. Akakaa kimya. Mkombozi akasema, alisikia mtu mmoja katika jamii akiwa huko nje. Akamwita. Unataka nini na parcel yako? Akasema ndio. Tafuta ni clear. Acha nitafute. R9. Tafuta clear. Sasa hiyo kula, lakini sasa akili karudia. Wakati utendea vema akili narudi kwenye saa nzuri. Basi akili karudi kwenye saa nzuri. Akasema hata mimi parcel naitaka. Basi tusikizane nikuuzie. Nataka milioni 60. Au unaweza sasa hapo zinawezekana ngapi? Basi akasema wewe unataka nakupatia pesa milioni 10. Akaenda kwa milioni 10. Habari basi. Sawa tu. Wewe mwanangu anapatia milioni 10. Zingine utazipasika kwa mwaka mmoja. Hakuna shida. R9. Akaangalia. Sasa kichote kinafanyisha nini? Acha nianze kwa kusoma tafsiri hapa.
ekari 4. Wapatia milioni 80. Sasa hii niko na cheo. Watumishi wa Mungu, pastor alitoa pesa ngapi? Sufuri. Je, wale ambao wanajifunza hesabu, amenunua ngapi? Amen. Sasa Mungu ana njia nyingi. Mkombozi yeye ana njia nyingi. Mtoke hapa tubali kutuju ya presidency. Nikuonyeshe Mungu alipatia parcel na akamjengea. Ina imani ya kupeleka wapi? Hapo ya kusema eti pastor zinabaki huko. Kama yule tekeleke ukamlazimu. Hapa kama ni kitu tazama vizuri unasema uko fika. Somoja nakwambia ndio fika. Fika charama sana hapa mfano wa watu wa ungeze kumuziki. Fika muziki huko. Hapo ameshakata barabara tayari aombe. Mkombozi anakushinikiza, akakuelekeza, anamshinikiza washika kumsele, kwa msele ataleo hapo. Nasema hapa naweza nikamjua. Mchungu katangashizo kitu. Basi mkombozi anasema naweza kukuhuri. Mungu anakiri hiyo kuikufu hauwezi kupatia bora kuvitavunga. Mkaona mjisagara wanaenda kwa mjini ukaipo basi yeye alimsagara kwa kuhonga yao mwenyewe sana alikuwa zama aliyepata mozi pesa toka nazo cha kulipa na kijizi kweli siku moja pesa kamunjeza. Sasa mzee unahitaji pesa ngapi na wewe utafanikiwa? Lazima chukua. Lakini kwa siku nyingi ilikuwa ya muhimu. Mzee akatia kwenye posho yake. Alifika huko kule kwa kwenye mfuko. Akamilipa. Hapo kwa nyumbani aliolesha mke wake. Tuatunze basi tunakuwa tajiri. Pesa ni yetu. Arahamu wahesabu asanani mtayo mchana koko. Ilikuwa ni laki moja. Sasa kiwango cha kufarana watatuua usiku ikihuchimuteye bijakina mwitoro akisema nidega wewe kwa usiku asema wamwizi watatuua kwa sababu usiku nikataka kwenda na usiku wakati kwenye nisijia kwa ndizi hapa wewe hapa tuiba tena wewe ukiona kaka na mume wake kando bado ulikuja bila kupata usingizi. Wewe bwana chukua zile pesa alipisha bosi wake chukua mambo yako na nini nayo hauna amani. Ndio sababu hakupita kukuja kwa mahala imani kapeleka na hayo inapeleka hata leo kujaribu, lakini katika mambo haya Ayubu anasema na
wako mtoto marako iko marako hata ngozi inataka kuoza nitamuona Mungu kichwa na mwili cha kunipa ujenge imani hiyo vile ama pasende mkamili pasende sio kamili tu hata mtangano utaishi tupige na hii haitoka kama umetibu shule na sekondari ila msiche atakapokuja anatikisa dunia anatikisa kuna vitu vinatokea masiku hizi anasema ndio nayo alikoyo ila msiji wewe atakapofika wewe hawatazame serikali yako basi acha nikaje kwa kitu hiki mimi nachofanya katika wakati nini hiki tunafanya hali tunafanya pale sura ya kazi ya kika ni chime utaramini unapano chani na wakala basi ni kama vile kama kusimama vizuri kutoka ndani ama unaendelea tunasema tunaomba tunamwita inapenda ulipendao jiso msomsudiliza hivyo anatenda vile wewe mama basi akakata tamaa amalia kalafu kuungana taka akone mtu kama nani akazi alikuwa ni kufundisha sheria Mungu akulinde usipite dosia yako basi wamefungia chumvi basi siku moja tutajikuta katika dosia yako wamefunga na chumvi sisi sivyo hivyo hata kwa ndani mwili huu unaitwa tu sasa mimi nilitoa kwa ndani mwili baada ya miaka 2 nimeitwa hilo mama kwa miaka 8 basi akichoka mchoka atakuwa kuchoka nilikuwa na masomo siku moja Roho Mtakatifu akaja na kupatia kazi upesi kwa wiki mbili alipopata kufaruka kwa sheria tena msiba huko Bururi msaza wa changamkia akake kumwambia mimi sina muda nikuitike nikupe tiketi uende Chimazi nikupe taki cha kutoa useruchi baadaye jitokeze huko mama sema kuna shida kaje kupito za kuoro aje asubuhi anakuja jioni basi ni kiongozi wetu hata aje mkitoka na sasa kama ni asubuhi anakuja sasa hata ni saa 6 za kumkoro kama kuuliza kuja jioni mama anatuka mama alipata milima achacho basi aje akienda kutika msiba alikashitse alipofika huko akachungana na mkuu na mwenye kutoka na wale ya Mungu alikutana na mkuu wa Senate akatangua kutana na mwanza basi akaanza kuuliza wakati sheria imesha alafu wanatoka Mungu kujibu barachi akasema toka mstari akati mapokeo ya za watu wote ule mama pale anatoka ile lao kwa
Unajuana. Au wenye zama temelao wanajuana. Au mnavaa pamoja wanajuana. Mtu mmoja sasa ndio alikuja acha bao akatoka pale akaanza kujitoa akasimama kwenye mgongo wa ndizi akaanza kujitoa akasema kwenye mgongo alikataa kumuona ukatoa acha nakuka akasema kwamba alikuja kuchenye kule mama kama ni kumega na kenyeje ndio ile kwa sababu ile bata huko Wengine wanakuta hawa watatufa kushati hawa watakapotisha kuona ila kama sheria protokoli achaona akamandika akaanza kuchungura ashiki kuzi tatu kwa wiki tatu wakaamua wakamwita tumuasi mama sasa tumuona na wewe naomba unaenda kwa senate atendosha akasema ndio ulicheka sasa ukiandaa mosi wakawa siku ya pili anakuachia atakupokea saa tatu ya ilipofika saa tatu ya asubuhi alifikia napigiwa simu moja tupie moja kwamba wewe ushikiwe wewe ni dada yake hiyo inaita kuchungwa tukukanisha ya kukomboa basi mtazamo wewe ushikiwe wewe ni dada yake sasa kuendelea kwenye ofisi anapokelea mtoto wake akasema akawa anabadilisha wafike saa 7 tukamchukua pale ameona ile jipe nzuri jipe itazidi escote ilikuwa yose gaito escote yake ilikuwa mletonda gaito ilikuwa mlolongo mrefu ndio gaito sasa ndio wakafungulia aliingia kwenye jipu tunabariki kali sana akasema hii inatosha anamuimba wakampeleka ukeo pole pole tukakimbia mpaka roho ikulu alikuta amekucha mgonjwa Mimi kwa leo atalipo lakini karibu basi kumashukwe akamfikia kumaro akachukua anasubara usuchira wakamwagia akakunywa amaze kumva bigeze akosikia mambo ni safi tumboni akasema sasa mama jamani lakini hakuna wazee kwa Qur'ani wako na miaka 8 bila kazi wanao sasa usoma nini usoma kwa sheria protokolo piga simu akapiga waziri wa sheria mbele yangu tafuta basi waziri anatoa kwa matatizo lakini hiyo tafuta ya kwanza kwa wiki hizi alipiga simu njoo huko kwenye waziri
tuna barua yako. Lakini kama ndugu yake nisaidie usikize. Sina sherehe kule. Nini unapatia kazi basi sisi kuomba. Basi mchungaji. Fikia mtribunali grada sasa tunataka wote. Wachinji, wao wameingia tu. Kwa kweli mshikimu mkuu na washiki. Yeye mtamate wafoni nia yake. Wala ngine. Hapo wakati ni mstari. Wanatoka. Hili neno linaloongoza. Je, unasikia daraja ndio tuombe. Njoo basi tuombe. Kama hakuji basi tunashwari. Umurongo wa shari. Haya chini kuna watu wangapi kuma kabla yake basi Kupungukiwa au chini cha mkombozi au kwa mnaji wewe anachi sasa utagilie wewe unatoa nini haipata pato lolote ni haya tunatoa hapa tunazio mambo ya bantu tunatoa mahali hii alisoka nilikana lakini kutoka hapo kwa Mungu soka nilikana kwa maneno hili Itomo ya wakaida wakati. Ni program ya inatazama na kuipenda. Ndio kufikiria vema. Na hapo bila kitu, hapo sio na kitu yako. Basi mkombozi wako anashughulika. Tuombe Mheshimiwa Pastor Bosco aombe rehema wewe watatiza wafanye humura umutima wanje ndafise umucunguzi wewe Mungu naye mkombozi. Kumvise ijambo ryiza ry'ihumure, Tumesikia neno nzuri, kumvise ijambo ritera intege, neno kutia nguvu. wamaze igihe kirekire wacitse intege, Siku nyingi umekata tamaa, warabakubaza umukugiro udafashanya n'umuhora, unaona kuuma kushoto nawe ntabazi n'umwe ubona, hakuna msaidizi. ariko ijambo ryatubwiye humura ndafise umucunguzi. Neno niwaambia basi Ikibazo cyawe umwami Yesu arakibona. sasa swala lako kwa Yesu ndio. Urashobora kuba wabikiye ku muryango wawe ariko nta nyishu washoboye kuronka. Unaweza kama mteja bila hata kupata jibu. Ariko uyu munsi umucunguzi arakeneye kukureka. Leo mkombozi atakufariji. Arakeneye kukureka inyishu. Anakuwa jibu kwako. Kuri bya bibazo byose wagiye uracana. Katika masuala leo Kuri yapitia. za ngorane wagiye urabona nazo. Katika shida leo yapitia. Yesu arakeneye kukurebesha muri kino gihe. Yesu atakufariji Humura mutima wanje. Sasa moyo wangu Yesu niwe mucunguzi. Yesu ndio mkombozi. Kumvise ijambo ry'Imana. Tulisikia neno la Mungu. Urashobora kuboneka. Unaweza kuwa haya. utazi ko Yesu ariwe mucunguzi. Unajua kwamba Yesu ni mkombozi wako. Ariko ko bashoboye kwitahura. Lakini hiyo sasa umetuelewa. Abapanga Kristo umwami umukiza wabo bwa. Ariko baje kwitahura mwitandukana. Tuelewa kwa muda huu. Ko Yesu ari umucunguzi. Baba Yesu ni mkombozi. Wabashobora kukubarira. Kwanza kusamehe. Niba ari ubwa mbere. Kama ni ya kwanza. Ugomba kwakira Yesu nk'umucunguzi wawe. Kupokea Yesu kama mkombozi wako. Kugira ngo aguharire ibyaha byawe. Hata kusamehe dhambi zako. Urashobora kuduza ikiganza cyawe. Unaweza kunyoosha mkono wako juu. Niba ari ubwa mbere. Ikiwa ya kwanza. Ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Kupokea Bwana Yesu kama mkombozi. Niba ari ubwa mbere uzijana. Kama ni mnaposikia neno hili. Ukaba wemeye gufata ingingo. Unataka kuamua. Kugira ngo umucunguzi umwakire mu bugingo bwawe. Mkombozi kupokea
niba abwame ikiwa tunamwaza uraduzi ikiganza cyawe anyosha kidole chako kugira ngo tubashe gusabira igisabisho cyo kunyara ili kuombea sala toba. turabona benshi bagombaga ngo batunganye Wengi wanaotengeneza barashoboka barashoboye guca ibyizigiro wajua wamekata tamaa, reka tujye kubasabira imbabazi tunawaomba rehema. data mu izina ryawe Yesu Kristo turongeye kandi kugushima kuri Imana nziza, uri Imana yuzuye imbabazi, uri Imana yuzuye ikigongwe. Turakweretse mwami bene data batashoboye mwami kumenya umucunguzi, bashoboye kugenda mwami biriganyira, bashoboye guhura n'ibibazo bitandukanye, mwami baracika intege, mwami baracika intege mu mitima yabo, mwami bariganyira, mwami ndakwinginze muri kano kanya kugira ngo ubashe kubagirira imbabazi. Ugira imbabazi mwami w'abapastori bari hano, ugira imbabazi abashingantahe, imisore n'inkumi mwami itashoboye kumenya kuri umucunguzi, mwami ubugingo bwabo ubagirira imbabazi muri kano kanya. Izina ryawe Yesu Kristo mwami ubashe kubahumuriza, ubatera intege mu izina ryawe Yesu Kristo. Akwinginze muri kano kanya kugira ngo imbabazi mwami zibabeko, babigere mwami bagiye bacika intege biganyira, mwami ndakwinginze muri kano kanya kugira ngo imbabazi zawe zibe hejuru y'ubugingo bwabo. Urakoze mwami Yesu kuko wuzuye imbabazi, kuko birenga icyo mwami amaboko yose bagiye baroga igihe bahuye n'ibibazo, igihe bahuye mwami n'ibibagoye baracika intege bariganyira mwami, babona kandi barasubira inyuma. Ndakwinginze muri kano kanya bino humure, bino jambo ryawe mwanya ryanje kuri bo, ndasabye kugira ngo imbabazi zawe zongere kandi ko hejuru y'ubugingo bwabo, wongere kandi ko arabakiza mu izina ryawe Yesu, kugira ngo imitima yabo yongere kandi kurema bushasha. Urakoze mwami Yesu kubw'imbabazi, urakoze mwami Yesu ko wongeye kandi kubagirira ikigongwe, ko wongeye kandi kugira ihumure mu mitima yabo. Cyubahiro, urakoze cyubahiro, urakoze kubagirira neza, urakoze kugira kandi kubahumuriza, urakoze kandi kongera kubatera intege, kubaremera imitima misha mu izina ryawe Yesu, turi kumenya ko ari wowe umucunguzi wabo. Urakoze mwami kubagirira neza mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Aisha sote tusimame. Kama alifariki kwa mahakama ulipofika, ili kombozi atuendelee afike kutoka katika mradi wako Yesu Kristo Mnazareti. Yesu sina Yesu amemuacha kuzinata watu wese ikatumye kuzinza wongera ukirere zima iby'abantu bakoze uhindura ubusa ariko imigambi yawe kuri bano bakobwa ihabwa kandi imbere izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Wiyerekane ku misore, wiyerekane ku bapapa, buri muntu wese papa, izina rya Yesu Kristo reka wateka gacikiye Yesu Kristo Mnazareti cyari kuba yarazaro gatemba gace izina rya Yesu. Iyi mitwaro y'abahungu n'abakobwa bawe umuntu wese papa agasuzuguro n'agakengerwe Mana abatagira icyo barya umutuzi ibigega byabo, abatagira icyo bambara ubambike papa, abatagira aho baba ubababa.
isi n'ibiyuzuye n'ibyawe izina rya Yesu byerekane bikoresha icyubahiro izina rya Yesu buri muntu wese uziza n'umutwaro imbere yiwe umukuweho ababisabye ubarire papa izina rya Yesu ubarire papa warire wa mupfakazi nabo barire urakoze kukumvira bagushimire yohereza abarwayi gukuvuza abamaze imyaka abamaze amezi abamaze iminsi ari mu gahinda kuba bacirwara ibyo bibe kuyiherezo izina rya Yesu ibyo bibe kuyiherezo izina rya Yesu ibyo bibe kuyiherezo izina rya Yesu twatugukira twatuyamanira twatugukira ukore izina rya amagara meza agatonda nawe izina rya Yesu ukora abagabo muri mukunda urakoze mu Bwana Yesu turagushimira izina rya Yesu yera Mesiya twasutse ubutunzi mu mvugo y'ubwoko bwawe izina rya Yesu izina rya Yesu ubwoko bwawe turabusabiye kuronirwa turabusabiye umugisha amaje n'amaza basohoka binjira Yesu izina rya Yesu izina ryawe data wera kirira neza ubwoko bwawe data wera kirira neza ubwoko bwawe kirira neza ubwoko bwawe twirukanye umuti twirukanye umuceri twirukanye amarusha twirukanye amagorwa Yesu Munyanazareti n'izina rya Yesu umuceri gagaze namama ubushoboye turagaze agahinda turakaze amarusha turayanze data wera urakoze cyose cyicwa Imana yagiye byose ikiganza cyawe ari utuzi byose wese gukora uwo usabye izina rya Yesu duhagaze dukore Imana yacu amajambo aturebesha amajambo aduterere mu rugendo aho tubaye aho dukora tugenda duhura na byinshi bamubwira inzira agenda ducirekeye bishe mu nzira nyinshi kandi iyo kugira ngo bitubandanye urugendo ari amajambo yo kandi turungikiye ni ukugira ngo tubandanye turemeshwa mu mwanya kugira ngo tubandanye neza mu rugendo haleluya tubandanye twizigira Imana nitwabandanye twizigira tubandanye tureba mu mitima yacu tuzi ko dufise ubushobozi dufise ubutwunganirira dufise ubutuzigama Imana zine zose azobana reka tuzongera amashimisho iyo turashimisha ingiro ryose turabashimiye kugira ngo ashobore kwihangana kandi nibyo twaba twabaye gutyo kandi ziyamye Imana izobana n'ibintu beza ikoze Imana dusabye umugisha asengera abarwayi asengera byose ko tukora
reka tugare dutore n'abantu tubone icyo twisoza. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ku byamurizi byose, kandi yezekera abakozi bawe, yezekera abasore